Praise God, hallelujah. Kwa majina naitwa Pastor Nancy, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Amekuwa mwema kabisa. Maybe kwenye ni mchana, asubuhi, jioni. Mko aje watu wangu wa power? Nashukuru Mungu kwa sababu ya mapenzi yake. Maybe mlikuwa natafuta video zangu sijaweka. Nilikuwa very busy na sasa nikawasema watu wangu lazima niongee na wao. Nataka kuwashukuru sana kwa wale wamekuwa kisubscribe, comment and share and like. Mungu aendelee kuwabariki na kuwainua. Na kama ni mgeni subscribe, subscribe na Mungu ataendelea kukubariki na hata kukuinua. Nilisema ya kwamba hii channel ni ya kuhubiri injili ya Bwana. Kwa hivyo ni vizuri una share ili watu wengi wafikiwe na hii ujumbe na Mungu atazina kuwabariki. Ningeomba tuombe kwa sababu Mungu amekuwa mwema. Baba wetu na Mungu wetu, twalitukuza jina lako kwa sababu ya wema wako na fadhili zako ni za milele. Asante kwa sababu ya watu wako wakienda kusikia neno lako, ukawabariki na ukawatie nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakushukuru kwa sababu ya mapenzi yako. Asante kwa sababu ya kutuonea huruma. Bwana wa majeshi, tunakutukuza. Pokea sifa na utukufu, mfalme wa ajabu, katika jina la Yesu Kristo. Endelea kuwa na watu wako, endelea kuwainua na kuwatenda mema. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen, amen, amen. Nashukuru Mungu kwa sababu amekuwa mwema kabisa. Kwa hivyo ndio neno la Bwana linasema ni vyema kumshukuru Bwana kwa kila wakati. Nyakati ni za mwisho, nyakati zina mabaya, nyakati ambaye watu hawatapenda neno la Mungu. Watu watapenda mambo mengi sana, lakini ikifika ni kusikia neno la Mungu, wanaanza sasa kufifia kusikia neno la Mungu. Na ninataka kuwashukuru kwa sababu ya wote wanasikianga hili neno. Neno ndio ni uhai. Neno ni la kufanya mtu aendelee. Kwa hivyo unaposikia neno la Bwana linafanya ugrow. Amen. Na si upuzi kuwa atitu ukisikia neno la Bwana unasema nimeboeka. Neno la Bwana haliwezi likakuboa. Kwa hivyo ni vizuri kuendelea kumtukuza Bwana na kumuinua. Nashukuru Mungu kwa sababu Bwana amekuwa akitupigania. Ametupigania sana. Vita ambaye nilikuwa nazo ziliisha na sasa Mungu amekuwa mwema, na nashukuru Mungu kwa sababu hata wote wako kwa vita ninaendelea kuombea kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. So guys, ni vizuri kuendelea kuombeana ili Mungu akaweze kutubariki na kutuinua katika jina la Yesu Kristo. Nimesema nyakati ni za mwisho, nyakati ambazo ziko na matatizo mengi, nyakati ambazo watu wamekuwa hatred, nyakati ambazo watu hawana love, nyakati ambazo watu wataweza kumalizana wao kwa wenyewe. Unaona hata mama anachukua watoto anawachoma na visu, wanakufa na ni watoto wake. Unaona mama mzee anachukua kisu anaua bibi yake. Unaona, yani kumekuwa na mambo mengi sana. Lakini msistaajabu kwa sababu ni nyakati za mwisho ambazo ziliambiwa na Yesu. Nyakati za mwisho kutakuwa na mambo mengi sana. Itakuwa na watu wamepotea, watu hawatataka kusikia neno, watu wengi watakachifu hata wachungaji, watu wengi watakachifu hata neno la Bwana. Kwa hivyo wapendwa, ni vyema tukaweze kumpenda Bwana, ni vyema tukaweze kupenda neno la Bwana ili likaweze kukuweka huru. Neno la Bwana ni uhai, neno la Bwana ni mkate wa uzima. Unapokula mkate huu unapata kuona. Wakati Yesu alikutana na mitume, wakati walikuwa amekufa na akachukuliwa, lakini wakienda Emau, wazee wawili walienda wakisema, ulisikia walimchukua, ulisikia hapatikani, lakini Yesu akawa pamoja na wao, wanaendelea kutembea pamoja. Lakini wakati walifika Emau, Yesu akaendelea kuproceed. Wale wazee wakamwambia, pana tuingie katika nyumba. Wakati Yesu alichukua mkate akamega, wale watu walifunguka macho. Mpenzi mtazamaji wangu, ni vyema kumpenda Bwana, ni vyema kumpenda Kristo, ni vyema kupenda neno la Bwana. Tunapopenda neno la Bwana litatupeleka mahali, litatupeleka mbali sana. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji wangu, nyakati za mwisho, kimbilia Yesu na utapona, kimbilia Yesu na utainuliwa. Wacheni niwaambie wapendwa, ni vyema kumpenda Bwana, ni vyema kumtazama Bwana
ili akaweze kutubariki, kwa sababu kama ni uponyaji unataka, hautokani kwingine, unatokana kwa Bwana. Kama ni mambo ambayo uko na stress, ukienda kwa Bwana ukiomba, mambo yanabadilika. Kwa hivyo nimekuja kukwambia kwamba ni vyema tukampende Bwana, ni vyema tukamuinue Bwana katika jina la Yesu Kristo. Nataka kusoma kitabu cha 2 Timothy 3. Inasema, but understand this, that in the last days there will come times of difficulty. At nyakati za mwisho kutakuja mambo ya ungumu wa kimaisha. Ungumu kwa sababu watu watakuwa wakifanya vile wanataka, si vile Mungu anataka, ni vile watu wanataka. Na ndio Paulo alikuwa anasema nyakati za mwisho kutakuwa na maungumu sana. Kwa nini maungumu iko? Ukiangalia sana, kwa sababu ni nyakati za mwisho. Ilitabiriwa pale mwanzo, na Paulo akaongelea ya kwamba nyakati za mwisho kutakuwa na ungumu sana. For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their parents, ungrateful, unholy. Unasikia? Nyakati za mwisho kutakuwa na mambo makuu. Watu watakuwa wapenda pesa sana, na watu watakuwa hawana uungu, hawana utakatifu, kwa maana ya mambo ya baana wanafanya. Kwa hivyo Paulo akasema nyakati za mwisho kutakuwa na ungumu wa maisha sana. Watoto hawataheshimu wazazi, na ndiposa unaona kuna watoto wanapiga wazazi wao, kuna watoto wanatukana wazazi wao. My friend, let me tell you, wewe uko hapa, wewe ni mtoto, wewe ni kijana, wewe ni msichana, na unaona ya kwamba utusi mama yako, unaona utusi baba yako, jua kwamba nyakati ni za mwisho. Hivyo unafanya, utafanywa nini? Double. Kimbilia Yesu ukaweze kupona. Kimbilia Yesu ukaweze kumuona Bwana, kwa sababu nyakati za mwisho, nyakati ambazo ziko na maungumu sana, nyakati ambayo watu watakuwa wamejipenda sana. Watu watakuwa wamejipenda sana, kila mtu atakuwa kijipenda. Wapendo, nyakati za mwisho, wacheni tukimbilie Yesu, wacheni turudie Bwana. Na ndiposa in the Isaiah 119 inasema, turudieni Bwana, nirudieni mimi, asema Bwana wa majeshi. Na watu wanauliza tutamrudiaje? Amen. Hata kama dhambi zenyu ni nyekundu kama bendera, Bwana anasema tumrudie. Nyakati ni za mwisho. Unasikia vile nasema nyakati ni za mwisho. Nimeangalia runinga, nikaona kuna mama aliua watoto wake. Jameni, watoto wake anawaua kustabu na wanakufa. Na sio tu, watu wamekuwa ungrateful. My Father, my Redeemer, remember your people, God. Kwa sababu mambo yamekuwa mabaya. Unaona watu wanauana ni kama kuku. Hakuna hata kuogopa Mungu. Ni nyakati za mwisho ambazo ziliambiwa na zilitabiriwa na Paulo. Na akasema nyakati za mwisho watu watakuwa wamependa pesa. Saa hiyo hata utaweza kuuza ndugu yako ili upate pesa. Utaweza kuharibia ndugu yako kazi ili ujifaidi. Unajifaidi na nini? Utaweza hata kuharibia mtu deal kwa sababu ya wivu na kupenda pesa. Unapewa pesa ili uharibie watu wale wengine majina na mambo mengi. Wapendwa, nimekuja kuambia ni vyema tukaweze kumpenda Bwana. Tukimpenda Bwana, tukimrudia Bwana, ne ataturudia. Tukimpenda Bwana, atatutenda mambo makuu. Na Paulo aliona hizi mambo. Na hizi mambo ndizo zimekuja, ndio unasikia hata mataifa yanapigana kwa mataifa. Kwa hivyo ni vyema kumrudia Bwana kwa sababu ni mwema. Unasikia kwamba nyakati za mwisho watu watakuwa arrogant, abusive. Na ndivyo unaona siku hizi unakuta mambo imekuwa mengi sana. Juu ni nyakati za mwisho. Naongelelea ni nyakati za mwisho. Nimeongea mpaka na watoto wengi sana. Unakuta vile wamekuwa abusive. Maybe aliona mambo akiwa mtoto mdogo. Mnaona huyo mtoto aliharibiwa maisha.
ni nyakati za mwisho. Watu wamekuwa ungrateful kabisa. Yaani mtu ataweza kufanya mtoto wake hata kitendo cha unyama. Hata wanyama hawafanyangi mambo zingine. Lakini nakuta hata mtu anafanya mtoto wake kitendo kibaya. That is abusive. Watu wa Mungu, wacheni tumrudie Bwana. Kwa sababu nyakati zimeambiwa ni za mwisho. Kama umekuwa kwa hiyo scandals, mwambie Bwana akutoe kwa hiyo scandals na nguvu nyingi sana, ili ukaweze kumtumikia Bwana. Kwa sababu Biblia inasema kwamba ni nyakati za mwisho. Na nyakati za mwisho Yesu yuko karibu kukuja. Tuliambiwa hivyo hata tukiwa watoto. Yesu anakuja. But Biblia inasema ati nyakati za mwisho kutakuwa hivi na hivi, na ndivyo tunaona mambo hivyo ndivyo inaenda. Watu watakuwa wamejipenda sana. Unajipenda sana, unakosa kupenda mtu yule mwingine sana. Na unajua Yesu aliongeza upendo na akasema watu, penda jirani yako kama vile unavyojipenda. Lakini sasa ni kama mahubiri yamegeuzwa. Ni kama hatutapendana, ni kama tutajipenda sana, ukose kupenda mwenzako. Utaweza kufanya mwenzako madharau, utaweza kufanya mwenzako mambo ya haina maana kwa sababu ya kujipenda. Utaweza kupangia mtu jama kwa sababu ya kujipenda. Ndivyo Paulo anasema nyakati ni za mwisho. Kwa hivyo tunatikikana tumwambie Bwana atusaidie ili tukaweze kuona wokovu wa Bwana. Kwa sababu Yesu hakukuja kwa sababu ya wale wazuri. Alikuja ili watu wakawe na uzima wa milele. Na akajitolea, akaacha utukufu wote mbinguni. Akatoka kule mbinguni, akaacha hata njia za dhahabu. Akaacha hata baba yake. Akasema nimejitolea ili nikaweze kurudisha upendo wa mwanadamu na Mungu. Vyema kuwa na upendo wa Mungu. Kwa sababu upendo wa Mungu unapoingia ndani ya mtu, anakuwa huyo mtu ako sawa. Na ndio naongelelea mafingumu. Naongelelea bravo. Mmekuwa watu ambao wakusumbua sana. Lakini sasa mnaona mko na ukame, mambo imewalemea. Ni vyema mrudie Bwana. Wacheni kutesa Senior David. Nilimwambia Senior David amechaguliwa na Mungu. Senior David ni kigogo. Senior David anapendwa na Mungu. Na ndio hata mkimpangia hawezi akaenda mahali kwa sababu anampenda Bwana. Kwa hivyo mafigumu. Unajisikia vile unaitangwa? Bravo. Rudia Bwana. Na ukirudia Bwana, Mungu atakubariki na atakuinua. Mungu hakukuja kwa sababu Yesu hakukuja kwa wale wazuri. Alikuja ili watu wakakuwe na uzima wa milele. Kwa hivyo it's not late. Rudieni Mungu. Wacheni hivyo mnasema kutakuwa na ukame, bado kutakuwa na ukame zaidi. Kwa sababu nyakati za mwisho. Msiporudia Mungu, kile mtaona msiulize. Nimekuja tu nimesema leo niwaongelee kidogo, niwaambie mrudie Mungu, wachaneni kupeana pressure, kupea David pressure. Na ndivyo Biblia inasema nyakati za mwisho kutakuwa na watu watajipenda, watu brutal, watu watakuwa yani wanajipenda sana. Kwa hivyo ni vyema mrudie Bwana. Mrudie Bwana kabla Mungu hajawa strike. Na Mungu najua atazina kuwabariki na hata kuwatenda mema. Wacheni ni tuombe. Wacheni tuombe. Baba wetu na Mungu wetu, tulibariki jina lako kwa sababu ya wema wako na fadhili zako ni za milele. Asante kwa sababu Bwana wa majeshi umekuwa mwema, umekuwa Mungu mwaminifu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya watu wako mfalme wa falme. Na wabarikisha mikononi mwako Jehova Mungu. Ukawabariki na ukawatende mema kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa sababu ya wote wako nje ya nchi. Jehova Jire, ukawakumbuke na ukawatie nguvu. Wengine sana wameteseka kwa sababu wanahitaji makaratasi. Bwana, ninaendelea kuwaombea na sitachoka. Ukaonekania watu wako katika jina la Yesu Kristo. Ficha watu wako kwa jina la Yesu Kristo. Asante kwa wale wako gafa, ijapokuwa wanapitianga mambo magumu. Wengine wanafanya kazi ya walipwi. Bwana, ninaomba ukawakumbuke na ukawatende mema katika jina la Yesu Kristo. Asante Yesu kwa sababu ya wote wako TZ, wako Uganda, wako Zambia, wako Angola, wako UK, US, Italy, Australia, Argentina, Kenya, Mungu wa Israeli, kote sijataja, India, kote sijataja, South Africa na Dubai,
kote sijakataa, Saudi Arabia, Mungu wa Israeli, popote sijataja, wewe mkono wako uko na nguvu ya kukumbuka watu wako na kuwahurumia na kuondolea janga zote katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, wengine wanatukanwa na watoto wao, wengine wanapigwa na watoto wao. Bwana, ninaomba ukaweze kuwakumbuka watu wako. Asante kwa sababu ya Senior David, na mkabidhi mikononi mwako, ukamtetee kwa sababu nampenda. Jehova, akiwa na Freddy, endelea kuwainua na kuwatenda mema kwa jina la Yesu Kristo. Mafi ngumu na Bravo, nawaambia kwamba mnaenda kuokolewa na Bwana. Tubuni kwa sababu Bwana amekuja kuwasaidia. Kwa sababu Bwana anahitaji watu waokolewe kwa jina la Yesu Kristo. Na nena wokovu kwa jina la Yesu Kristo kabla ghadhabu ya Mungu haijashuka kwa jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa kweli mwema. Pokea sifa na utukufu. Na wafunika na damu ya Yesu kule adweza kawaona. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Amen. God bless you. God bless you. I love you. Continue subscribing. Subscribe, share, write, comment and like. Na Mungu ataendelea kuwabariki. Mungu abariki na watende mema. Na wapenda sana.